Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, almustamiina alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji wangu watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqal janna min marij min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Karibuni tena vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle kokote muliko ulimwenguni. Karibuni kwenye kipindi chetu tukipendacho cha Sauti ya Mzimle. Sina budi kwa usiku wa leo vile vile kuwajuza kuwa mutafaidika na ilmu hii ya marohani, na vile vile sina budi kukushukuru na vile vile kukupongeza wewe Abdul Qadir Abdallah Sheikh. Sina budi kukushukuru na kukupongeza wewe Abdul Qadir Abdallah Sheikh ulioko Tanga, Tanzania. Ulioko Tanga, katika mji wa Tanga, Tanzania. Kwa maneno yako mazuri na dua yako njema ulioniombea, Abdul Qadir Abdallah Sheikh aliyoko Tanga, Tanzania asema hivi: Allah akulipe kila la kheri Mzimle, Allah akulipe kila la kheri na akufungulie mambo yako. Allah akulipe kila la kheri Mzimle na akufungulie mambo yako, na naomba uniangalizie usawa wangu, na kama nina kipaji chochote, niambie jinsi ya kukikuza. Niambie jinsi ya kukikuza kipaji changu. Huyu bwana amezungumza maneno ahsani kalami, amezungumza maneno ambayo ni mazuri. Mimi nimependa maneno yake, hasa pale aliposema niangalizie, kama nina kipaji chochote niambie, na jinsi ya kukikuza kipaji changu. Hawa ndio watu wenye marohani. Unapotaka kujielewa, ukajijua position yako na ukajijua mambo yako, vile vile ukamjua rohani wako, basi umefanya jambo katika mambo ya kimsingi. Umefanya jambo katika mambo
ya kimsingi. Wajua, katika hii dunia kuna mambo mwamko na kuna mambo ya kimsingi. Mambo ya kimsingi ni yale mambo ambayo yajenga mwanzo wako mpaka mwisho wako. Shaelewa? Haya mambo haya si mapito, si jambo laweza kuja tu kwa ghafla na likaondoka kwa ghafla. Yaani wewe huyu rohani ambaye unaye, na nasema kila mtu anaye, kila aliyetoka ndani ya tumbo la mama anaye rohani. Wewe huja mtafiti ukamjua na ukajua kipawa ulichonacho. Watu waishi tu, watu waishi namna ya kufanya nini? Guessing power. Waishi kama kubahatisha, na maisha wajua, mtu hatakiwi kuishi kubahatisha. Maisha yatakayajengwe kama vile nilivyosema. Yakishajengwa yakiwa imara, waweza wewe ukawa hutokuwa na shida za kidunia, matatizo, taabu, maradhi na dhulma ambazo pengine utajikinga nazo usifanyiwe na mwanadamu mwenzako au na jini mchafu. Sasa wewe ukishakuwa safe, ukishakuwa kwenye usalama, rohani wako umemtafiti ukamweka mahala pake, huwa wewe umesalimisha nafsi yako, umesalimisha ahali yako, yani mkeo. Na nataka hawa wake wanaonisikiza mimi hivi sasa kwa sauti yangu hii ya Mzimle, nataka umuulize mume wako, ashatafiti rohani wake na kipawa chake alichonacho? Bila kufanya hivyo ni kukuata wewe mke mahali pabaya. Vile vile akiwa atajitengeza rohani wake, amshughulikia mtengeze, vile vile atasalimisha dhuria. Dhuria ni kizazi, watoto wenu mliowazaa, wajukuu wenu, hawa ni dhuria. Hawa ni kizazi ambacho chatokana na nyinyi, na nyinyi mkiondoka mutakiwata kiwe ndio nyinyi. Hata mtu akitaka kuwataja wale watoto na wajukuu atasema hawa kina bin fulani. Sasa yule bin fulani ni wewe baba, ni wewe babu, na kiwa huna msingi, wewe hukushughulika kutengeza jambo la rohani wako, wala kumtengezea mambo rohani wako, wala hukumjitafiti ukajijua. Atajijua wapi mjukuu na atajijua wapi kitukuu chako? Hizi ni katika dhulma wazazi mwazifanya. Kisha hamuangalii mustakbal, hamuangalii mustakbal, hamuangalii mbele mwendako, kuwa wewe wenda kwenye shimo wenda tumbukia. Maisha ya kidunia, maisha hai hii dunia ni maisha ya kuwa mwendo wote au siku zote zinavyokwenda mbele yako kuna shimo, kuna kisima wenda tumbukia. Sasa wewe ukishatumbukia na huku nyuma umeata watu wawaata katika mahala pazito, wawaata katika mahala pa gumu, kisha wawaata katika mahala ambako watadhulumiwa na kudhuriwa. Watadhulumiwa na kudhuriwa sababu wewe ambaye umewaleta kupitia hiyo amri ya Mungu, wewe mwenyewe maisha yako yatakusha kwa kudhulumiwa. Chaelewa? Utaonewa wewe, utafanyiziwa na visha, na mwisho wallahi utapatikaniwa. Sasa sisi
tunataka wewe ujikinge kwenye uwezo huu wa Mungu alioweka, kama vile ambavyo mnyeshewa na mvua hukimbia akajikinga kwenye bati au kwenye kivuli cha mti, ili mvua ile isimnyeshe yeye, isimpate maji yake. Ikiwa huelewi lugha ninayozungumza mimi, na maanisha hivi: kitakachokuwa chafanywa na anayefanya na mwingine si wa mbali, wa hapo hapo kwenye damu yenu, kwenye familia yenu, kitakupata wewe, kisha uugue ufe, kisha uwaate watoto nao pia wajapatikaniwe na wauguliwe kisha wafe. Hii ni dhulma. Shughulikia marohani wako, kama alivyosema huyu kijana Abdul Qadir Abdullah Sheikh kutoka Tanga, Tanzania. Tafuta kipaji cha rohani wako ukifanyie kazi. Tafuta kipaji cha rohani wako ukifanyie kazi, na kama ukijui kipaji ulichonacho, nitafute mimi Mzimle au Mfalme Kaimu kufundishe kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu. Usikae katika hii dunia ukaiamini na ukajiamini na ukaamini watu, kwa sababu hao ambao wewe waamini wakiupata upenyo au njia ya kukufikia, basi waweza kukumaliza, si kwa risasi, bunduki, wala si kwa panga, kisu. Waswahili wakuambia, uwezaye kumuua kwa kumpuliza usingizini, ya nini umpige risasi? Nielewani sasa. Ndio naja kwenye kuwafungua vitwa. Uwezaye kumuua usingizini kwa kumpuliza ukamtoa roho, ya nini umpige risasi? Ukipiga risasi itasikiwa mlio na watakuja watu waseme umeua na utashikwa. Sasa wewe puliza tu usingizini, uko kwako, lakini wakata roho mwenzio akiwa kwake. Haya ndio mambo ambayo ulimwengu wa sasa yafanyika. Si vita tena sasa vya risasi, wala panga, wala kisu, wala jiwe. Hivyo ni vita ambavyo vya kujitongea. Ukipigana kwa ngumi utakuja shikwa, upelekwe polisi, upelekwe kotini, ufungwe jela. Ya nini yote? Tuingie mafichoni. Watu huenda sehemu za hatari sana. Watu waenda kutafuta mambo ya kuua, ya kutesa, pasi na kutumia chombo chochote cha silaha ya moto wala cha chuma wala jiwe. Hakuna tena vita hivyo. Vita vilivyoko sasa ni silent, ni vita vya usiyemdhania ndiye, au ni vita vya usiyemdhania siye kumbe ndiye. Nielewe hapa. Asa utaona kipawa cha rohani wako chapaswa sana ukijue, nacho ni kumuhuisha rohani wako, ndo kipawa chake. Kipawa cha rohani wako
ni wewe kumpa uhai na nguvu na uwezo yule rohani wako. Ukimwezesha, basi itakuwa wewe umempa nguvu na umejisalimisha na kujizuia na vile vile kutopatikaniwa. Hii ni sababu nzuri sana ya wewe kuelewa kuwa kila mtu ana ulazima wa kumtengeza rohani wake. Kipawa kikawa kintambulika na kile kipawa kikawa chatumika. Kipawa chenyewe nini? Kipawa chenyewe rohani wako kuwa na nguvu, vile vile kuwa mchumi au mtabibu, na vile vile rohani wako kukuonyesha na kukukinga kwa uwezo wa Mungu na mabaya ya viumbe wenzako. Hili jambo liko wazi kabisa. Sasa almustamiin alkiram, wasikilizaji wangu watukufu, kuna vyombo na vifaa vya rohani wako. Kuna vyombo na vifaa vya rohani wako. Na maanisha kila mwenye rohani amnunulie rohani wake vitu hivi. Moja, hii ndio njia mojawapo ya kumpa kipawa rohani wako akaweza kuwajibika na akaweza kutenda kazi. Hawa rohani viumbe wasikia, tena wasikia sana, hata wakiwa mbali. Mimi naweza kuwa niko Mombasa nazungumza na mgonjwa yuko Arabuni au Ulaya, na rohani wake akasikia kuliko mwenye kusikia. Yeye mwenye kiti hasikii vizuri, rohani wake asikia na aelewa. Mfano, juzi na jana nilikuwa nazungumza na mgonjwa wangu mmoja yuko Nairobi, akinielezea kuhusu nimuelimishe. Yeye huwa yasikiza kipindi cha Sauti ya Mzimle na yuwapata elimu kubwa juu ya masala haya ya marohani. Sasa akaniomba nizidi kumuelimisha kwa njia za kiprivate, mbali na kipindi, aelewe zaidi na ajifunze mengi. Sasa kufikia jana nilimuelimisha, nikawa nazungumza naye kwa simu mambo fulani, lakini mtana leo au asubuhi ya leo ameamka vibaya sana. Anipigia simu akiniambia, mwalimu, katika siku zote leo naamka siku mbaya sana. Naamka vibaya sana. Naamka nasikia hivi, nasikia hivi, nasikia hivi, nasikia hivi, nasikia hivi. Siko sawa leo. Kwani kuna nini? Nikamwambia hakuna zaidi ya yeye rohani. Kuna rohani leo. Rohani wako ajasikia ile maneno tuliyozungumza na anjua unampeleka mahali sawa kwangu, na ameweza kuona kuna nini, kuna nafuu, kuna faida, na yuatambuliwa sasa kwa kulewe kutaka kumjua zaidi na kulewe kumpata mwalimu ajuaye akufunze mambo yake na kila jambo lake. Basi rohani wako ahya, amekuwa hai, ndio yuaingia kichwani. Huyo yuatoka mwilini apanda kichwani. Sasa akipanda kichwani utaona dunia nyingine. Ikiwa mwanzo wako yuanza kupanda kitwani, lazima atakufanyia nini? Atakushekisheki kidogo, atakutingisha kidogo, atakupasua vitu kidogo, atakufanya ovyo kidogo, na ana athar, ana alama za kuja kwake, na vile vile ana mambo ambayo rohani akifanya kwa sisi tunayemjua huwa tunajua sasa kumeiva, sikubiti tena. Twaelewa kwa sasa rohani asha nini? Ashafunguliwa mato, na vile vile ashapewa nguvu, na vile vile ashawezeshwa. Sasa katika kuwezeshwa kwake, rohani ukimbilia kukaa kwenye kitwa cha mtu, na kitwa chenyewe ndio raasi yake, na vile vile pale ndipo mahala ambako yeye
aweza akafanya kipawa chake, kama ni kipawa pengine cha kuvuta bahati, kama ni kipawa cha kuokota mambo mazuri, vitu vizuri, kama ni kipawa cha kupendwa na watu wote, kama ni kipawa cha kupata riziki kwa haraka, yani namna itakachokuwa kipawa cha rohani hakiji mpaka rohani mwenye aje. Kwa hivyo nawahusia wale wenye marohani wajue kuwa kuna uwajibu wa kumtengezea rohani wako vyombo vifuatavyo. Mtengezee au mnunulie rohani wako vitu hivi. Kama hujui, nitafute mimi Mzimle niweze kukuelekeza na kukutengezea vitu ambavyo mva rohani wako. Kitu cha kwanza ambacho afaa rohani wako awe nacho ili umpe akwezeshe na apate kipawa chake ni tambi la kipemba. Tambi la kipemba, yani nguo zito ya rangi tofauti, lakini vazi la kuvishwa rohani laitwa tambi. Vazi la kuvishwa rohani mabegani, ambalo la rangi nyingi, kama lile ninalovaa mimi katika shughuli mnaponiona. Kila rohani atakiwa awe na tambi lake. Vile vile kila rohani atakiwa awe na pete zake za rohani yeye. Vile vile kila rohani atakiwa awe na kuku la mkononi, kuku la mkononi. Vile vile kila rohani atakiwa awe na taji la mabegani, taji la mabegani. Vile vile kila rohani atakiwa awe na cheo, cheo kama kengele cha kupiga cha kipemba. Vile vile kila rohani atakiwa awe na mbwisho wa nyumbu, mbwisho wa nyumbu ule kama mkia wa ng'ombe. Vile vile kila rohani atakiwa awe na mkoba wa kuweka ada zake. Rohani hapokei ada mkononi, mpaka aikewe kwenye mkoba wake. Vile vile kila rohani atakiwa awe na upanga. Kila rohani atakiwa awe na upanga wake. Vile vile kila rohani atakiwa awe na sinia ya upato, awe na sinia ya shaba ya upato wa pangani. Vile vile kila rohani atakiwa awe na sinia nyeupe au sahani nyeupe ya kuchorea kombe ya kaure. Sahani nyeupe ya kuchorea kombe ya kaure. Vile vile kila rohani atakiwa awe na msikiti wa dhikri, awe na msikiti wa dhikri. Utaona walimu wengine wawafanya watu madhikri wenye marohani, na siku ya dhikri ya rohani yule afanywe dhikri hana msikiti wa hana msikiti ati afanywa dhikri. Kwa hivyo walimu mnaosoma dhikri kuwasomea marohani, ikiwa kweli dhikri ni ya rohani, si ya mtu, si ya binadamu, si ya kiti, basi dhikri ya rohani huwa ni lazima rohani kwanza atengezewe msikiti wake. Vile vile rohani atakiwa awe na kiti cha kukelia chake. Vile vile rohani atakiwa awe na kiti maalum chake cha kukelia. Vile vile rohani atakiwa awe na membari ya visomo, awe na kibawa ntengezewa kama mfano wa membari lakini ya visomo.
Vile vile kila rohani atakiwa awe na kiti cha bendera cha shughuli. Kiti cha bendera cha shughuli. Vile vile kila rohani atakiwa awe na pini ya chomozi. Pini ni pembe ya ng'ombe iliyokaushwa na ikasafishwa vizuri, ikachongwa vizuri, ikawa yaweza takwe kwa chini ikasimama, ndio inaitwa pini. Huwa ina kazi maalum kwa marohani. Vile vile kila rohani atakiwa awe na pini ya mfarujini. Pini ya mfarujini. Pini ya mfarujini. Vile vile kila rohani atakiwa ale chano cha mwaka. Vile vile kila rohani atakiwa ale chano cha mwaka. Vile vile kila rohani atakiwa awe na jamvi la uganga wake. Kila rohani atakiwa awe na jamvi la uganga wake. Vile vile kila rohani atakiwa awe na kitabu cha ndoto. Vile vile kila rohani atakiwa awe na kitabu cha kutafsiri ndoto za watega au wateja wa kiti wake. Vile vile kila rohani atakiwa awe na bendera ya ngoma. Awe na bendera ya ngoma ya siku yake ya shughuli, kuifunga ile bendera ya rohani wake. Huyu kiti ajue kuwa rohani wake bendera yake ni hii. Vile vile kila rohani atakiwa awe na mrashi wa shaba. Mrashi wa shaba wa kutulia marashi au rose water. So kama tunavyojua rohani akiwa kitwani hatiwi marashi kwa chupa. Ile chupa ulionulia marashi, usichukue chupa ile ile ukamiminia nayo kitwani. Yatakiwa marashi yatiwe kwenye nini? Yamimine kwenye mrashi, na mrashi wenyewe huwa una vitundu tundu vinne. Kisha yule rohani akiwa kitwani ampanda aweza pewa miminiwa marashi kwa ule mrashi, au yeye mwenyewe rohani akachukua ule mrashi akajimiminia marashi kupitia chombo kile. Ukimwona mtu ampandisha jini ati ni rohani, alafu atukua chupa ajimwagia marashi, jua kuna walakini, kuna wasiwasi kidogo. Kama vile ukimwona mganga ampandisha rohani halafu apewa chombo cha kazi bila bendera, hakikufinikwa kwenye bendera, naye akapokea, jua huyu kingi mtu. Huyu jini au rohani aliyoko kitwani ni jini wa urongo. Jini wa kweli hakubali kupokea kitu chake bila kutiliwa kwenye bendera. Bendera ni shuka ya rangi nyekundu. Kifinikwe kile kitu apewe ikiwa kiko ndani ya hifadhi, hakiko kwenye mato ya watu. Sasa na huku kwenye dhikri au kwenye rohani kushika marashi, na twajua sisi kuwa marashi huwa yatumika kwenye visomo au kwenye ngoma za marohani, lakini kwenye Mwarabu na Msomali peke yake. Kwenye Mwarabu na Msomali. Ikiwa mtu ampandisha Mpemba, basi lake mvuo, yale majani ya dawa yanayotanganywa Sabaa yakafikinywa kwenye maji, kisha yakawa yanatoa ndani ya sufuria ya dawa, akaogea rohani wa Kipemba au akaosha watu au akajiosha. Lakini rohani wa Kisomali na wa Kiarabu
wao hawataki nini? Hawataki vuo, hawataki vuo. Wao wataka nini? Wao huwa watu wa marashi peke yake. Rohani wa Kisomali na Kiarabu peke yake, yani rose water. Ukimwona mtu ampandisha rohani wa Kisomali na Kiarabu, ukimtia vuo akikubali, jua hapo kuna kingi mtu. Kuna kingi mtu, si katika kanuni. Hailaiki, haitakiwi na hasi sawa. Hawa wana vyombo vyao vya kazi na vifaa vyao, na wale wana vyombo vyao vya kazi na vifaa vyao. Ni kama rohani wa Kiarabu au wa Kisomali, wewe umvishe shuka nyekundu, akiwa kweli yeye ni Mwarabu au ni Mmasai atakataa. Akiwa yeye ni Mwarabu au Msomali atakataa, kwa sababu marohani hawa huwa wavaa shuka nyeupe, kama nilivyosema katika darasa zangu za nyuma. Huyu rohani anayevaa shuka nyekundu ni Mpemba na yuwaoga vuo la miti. Hatumii marashi, hatumii marashi. Sasa ukimwona mtu ampandisha rohani kwa pibwa Kipemba alafu ataka marashi, tilewa lake. Kingi mtu huyo, jini wa kujifanya, ni jini wa kujifanyisha huyo. Kwa nini atumie marashi katika Upemba? Ila ni asiyejifahamu au anayejiektisha kujifanyisha, ndio tukaita kingi mtu. Ni mtu rohani, si rohani jini. La. Hasa hawa marohani wana kanuni na malezi yao. Nisikizeni vizuri vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle. Wana kanuni na malezi yao. Rohani wa Kiarabu na wa Kisomali havai shuka zaidi ya nyeupe. Na rohani wa Kiarabu na Kisomali hawatumii vuo, watumia marashi. Na marashi yenyewe ni rose water au mawaridi saba. Kisha yatiwe katika nini? Yatiwe katika mrashi niliotaja, alafu